Ndugu yangu, mambo vipi? Salama. Habari ya asubuhi bosi wangu. Asubuhi tumeamka salama kabisa baada ya pilika za jana za mchezo. Ndio. Tumeamka salama kabisa. Naamini mlala usiku umeenda sana kwa sababu ya kujipongeza. Ni kweli kabisa, jana kulikuwa kuna mambo mengi na huu mchezo shaisha unakuwa na mambo mengi. Ndio. Ndio. Sasa taarifa ambazo tumezipata muda huu kutoka kwenye ukurasa maalum wa Instagram wa Young Africa, wao posti ambayo imechagizwa na maandishi makubwa meusi yanayosema Yanga bingwa. Hii ni taarifa kwa umma na imetolewa na idara ya habari ya mawasiliano ya klabu ya Young Africa leo tarehe 26 Juni 2025. Tafasiri yake hii imekaaje? Tafasiri yake ni kumuunga mkono mdhamini wao Ghalibu. Manake Ghalibu toka ligi inaanza mahojiano yake yote akijua na waandishi wa habari, akienda kwenye kiongelea Yanga neno lake ilikuwa ni Yanga bingwa. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kauli mbiu ya mdhamini wa mwekezaji wa Yanga. Ndio. Na hiyo kauli alishaiongea Mdathiri na yeye. Kabla kuna mechi za katikati kabla ya raundi aliongea kwamba Yanga bingwa. Ndio. Na kuna Alikamwe alishawahi kuiongea kwamba Yanga bingwa. Na hata ukiangalia naona waliposti baada ya sababu jana Ghalibu uwanjani hakuwepo. Ndio. Baada ya kukabidhiwa kombe moja kwa moja walilipeleka nyumbani kwake. Ndio. Na alipofika pale neno la kwanza akati anawapokea ile kombe akatamka vile vile Yanga bingwa. Sawa kabisa. Sasa nafikiri kwa kumsupport kwa kauli yake hiyo ndio wakaona waiweke kwenye ukurasa wao kuna kuipost kwa kuiwekea ujito kabisa, ili nafikiri hiyo kauli ili Watanzania wengi wakiiona, washabiki wa Yanga wakiiona, wakicomment ili na yeye aweze kufurahi kwamba na watu wanamfuatilia na watu wanampenda na watu wana Yanga imemthamini. Sasa jana siku ya jana tumeweza kushuhudia pia msemaji wa klabu ya Young Africa Alikamwe, yeye ameweza kuchagiza. Ni kama kawaida yake, ni mtu ambaye asiishiwa vioja. Kubwa zaidi anasema kwamba ligi hii ilikuwa na mambo mengi au matukio mengi sana, na kubwa zaidi kwa upande wake ameria sana na bodi ya ligi pamoja na TFF. Ilikuwa inawapendelea sana Simba, lakini wao Simba ukiwasikia kauli zao wanakuambia hakuna mtu ambaye alikuwa anawasaidia kuwabeba mbele kuwabebea mbeleko ili kuhakikisha wanashinda katika mechi zao. Hii kauli ya Alikamwe ya kusema kwamba Simba ndio sosi ya matatizo yote ambayo yanatokea sasa kwenye mzunguko wa hii ligi, unaiwekaje nayo? Kauli ya Alikamwe sio ya uongo, sababu mpira unachezwa hadharani. Ndio. Kila mtu anaona matokeo, na ukiangalia hii ligi ilipofika Simba kupaswa kuwa nafasi ya pili. Sawa. Kama sawa kila mtu kanufaika na mapungufu ya refa. Kuna marefa wana mapungufu mara mbili. Kuna mapungufu ya kibinadamu, mapungufu ya makusudi. Sawa. Sasa yale mapungufu ya makusudi yameinufaisha sana Simba, na Simba wamenufaika sana. Hata ukiangalia mechi nyingi za Kongo zimepigiwa sana kelele. Mechi nyingi sana. Kuna mechi takribani 8 zimepigiwa kelele. Na kuna baadhi ya mechi kama 3 Simba ilikuwa inatakiwa wapoteze kabisa. Kuna mechi kama zinakuja kama 5-6 alikuwa anatakiwa atoe draw, lakini zote zile zililazimishwa akashinda, na zingine zililazimishwa akatoa draw. Ile mechi ya poteza ile Simba alikuwa na yani kama refa angekuwa clear Simba alikuwa amepoteza, akaenda akatoa draw. Ndio. Mechi ya Singida Simba kama refa angekuwa iko clear Simba alikuwa anapoteza kabisa, lakini akaenda akashinda. Sawa kabisa. Kwa hiyo kuna makosa ya kibinadamu na makosa ya makusudi. Kwa hiyo hii kwa msimu huu Simba ni kama alibebwa kwa asilimia nyingi tu. Hiyo iko wazi, hakuna mtu asiyejua, hata washabiki wa Simba wanajua. Hiyo hakuna asiyejua. Ndio. Simba haikupaswa kuwa nafasi ya hata ya pili, hata ya tatu kizani. Lakini kwa hiyo Simba ingekuwa hata nafasi ya 4-5 huko. Hiyo ndio ilikuwa halali yake kabisa, kama marefa wangetenda haki japo kwa 60%. Simba angetakiwa awe nafasi kwa sababu kuna point zile ukizitoa ambazo Simba alizopewa
alitoa kimakusudi na marefa. Ndio. Ilitoa zile pointi. Azam wanakuwa wa pili, Singida anakuwa wa tatu. Singida anakuwa wa tatu, yanakuwa wa 4 huko. Na Simba mpaka kufika kwenye hii nafasi ya pili. Ni vitu viwili ndio vimechangia hapo.